Umeshafanikiwa kulipa madeni yako na hapo ulipo haudaiwi kabisa wala hauwazi namna ya kutoa pesa kuipeleka kwenye madeni. Kwa hiyo umekuwa free sasa hivi, unaweza ukatumia hela yako jinsi unavyotaka. Siku zote kulipa madeni ni ushindi mkubwa sana, lakini hatua ambayo utaipiga kuanzia hapo au jambo ambalo utafanya kuanzia hapo ndio linaweza likaamua kwamba unasonga mbele ama utarudi nyuma tena. Katika video yetu ya leo tutaangalia mambo gani ambayo unatakiwa kuyafanya baada ya kufanikiwa kulipa madeni yako yote. Sasa hivi yani you are debt free. Kwa hiyo mambo gani ya kufanya ili uweze kupiga hatua ya kusonga mbele baada ya kumaliza kulipa madeni yako yote. Watu wengi sana wamekuwa na tabia kwamba ukishalipa madeni yako sasa hivi unajua haudaiwi tena, basi unatumia pesa yako unavyotaka. Unajua sasa hivi yani sidaiwi. Kwa hiyo una spend ile pesa yako namna ambavyo unataka wewe. Unaanza kuishi maisha ambayo sio ya kwako, unanunua hichi, unanunua kile kwa sababu tu sasa hivi pesa yote iko mikononi mwako na unaweza ukaamua unachokitaka. Lakini ili kuweza kupiga hatua mbele baada ya kulipa madeni yako, epuka sana kuishi maisha ambayo sio ya kwako ama epuka kuspend pesa yote kwa sababu tu sasa hivi haudaiwi na hauwazi chochote, basi unaanza kutumia ile pesa yako yote. Hapo ni wakati ambao unatakiwa ujitafakari, ufikirie mipango yako ya kifedha ipoje, jipe muda, tulia na tafakari kwamba sasa hivi unataka kufanya nini katika maisha yako, unataka kufanya nini katika mipango yako. Usikurupuke tu kwenda kununua vitu, usikurupuke kwenda kujipa bata ambazo sio za lazima. Kaa tulia, angalia mipango yako na uelewe kwamba sasa hivi unataka nini katika maisha yako. Hakika utapata njia na mwangaza wa kwamba sasa hivi sidaiwi, basi naweza nikafanya kitu fulani. Jambo lingine, unaweza kutumia ile pesa ambayo ulikuwa unadaiwa, ambayo ulikuwa unapeleka kwenye madeni, ukaitumia kwenye kufanyia savings ama unaweza kufanyia investment. Yani unaweza kawekeza ama unaweza kaweka kama akiba. Kwa hiyo unaweza ukajifanya yani ukafikiria kama labda mimi bado nadaiwa, alafu ile pesa ambayo ulikuwa unapeleka kwenye madeni ukaifanyia savings ili uweze kufanya mambo yako baadaye. Lakini pia kama ni pesa ambayo ni nafuu, ni kubwa, ambayo unaweza kufanya investment, basi unaweza kupeleka moja kwa moja kwenye kufanya investment. Ukaanzisha mradi wako mwenyewe au ukafanya kulingana na mipango yako na mipangilio yako. Lakini ile pesa ambayo ulikuwa unalipia madeni, usifikirie ni wakati ambao unaweza ukaitapanya tu unavyotaka. Unaweza ukafanyia kitu kikubwa sana ambacho wewe mwenyewe haukutarajia au haukufikiria kama kitafanyika kwa sasa. Lakini kwa vile umefanyia mpango na umefanya savings, umefanya investment, basi ile pesa itakuwa faafu sana kwako. Vile vile baada ya kumaliza kulipa ile madeni yako, huu ni wakati ambao unaweza ukautumia kupanga malengo yako au kupanga mipango yako ya sasa hivi kwamba unataka kufanya nini. Unaweza ukapitia mipango yako ya nyuma ambao haikutimia ama ambao ilikuwa inalegalega, au kama una mipango mipya ambao unataka kuianzisha, basi huu ni wakati ambao unaweza ukapanga mipango yako mipya. Umeshakumaliza kulipa madeni, haudaiwi, pesa yako yote unaiona, basi unaweza ukatumia muda huu kujipangilia budget, kujipangilia mipango yako ambao unaona wewe katika maisha yako ni vitu ambavyo unavitaka, ni vitu ambavyo unavitamani. Kwa hiyo unaweza kutumia muda huu kupanga malengo yako ama mipango yako mipya. Kama tunavyojua kwamba kulipa madeni au kumaliza kulipa madeni yako ni furaha sana. Kwa hiyo vile vile unaweza kaamua labda kujipongeza kwa kujifanyia kipati kidogo au kujitoa out, lakini usifanye kwa kiwango kilichopitiliza. Jipongeze tu, kunywa hata soda, jiambie nimeshinda na nimefanikiwa kulipa madeni yangu yote na sasa hivi sidaiwi. Unaweza ukajifanyia kishughuli ama unaweza kujinunulia juice, soda, ukajipongeza kwamba afadhali sasa hivi sidaiwi tena. Lakini usifanye kwa kiasi ambacho utajisababishia kwamba ukapata tena madeni mengine. Kiasi kidogo tu kwa njia ya kujipongeza, ili na wewe ujipe ule munkari wa kuwaza upya, kufanya mambo yako ambayo unayatamani na ambayo unayatarajia katika maisha yako. Sasa hebu tuambie hapo kwenye comments, wewe baada ya kulipa madeni yako yote, nini cha kwanza ambacho ulifanya au nini cha kwanza ambacho utafanya? Tuambie kwenye comments na sisi tujifunze kutoka kwako. Tukutane wakati mwingine. Bye.